sisi kama wasomi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati mkoa wa Mwanza hatukubaliani wala hatuitambui ripoti ya Jaji Osman Chande iliyosoma wiki moja iliyopita. Ripoti ambayo tulitegemea ingewafuta machozi wa Tanzania, ingewapa moyo wa furaha, ingewapa unyenyekevu licha ya kutokuwa na uhalali wa uteuzi wake, lakini imegeuka bongo kuwa majonzi, kuleta machungu kwa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, kwa nini sisi wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunasema tume hii haina uhalali wowote wa kufanya machunguzi ya matukio ya mauaji yaliyotokea tarehe 29 Oktoba kwa sababu zifuatazo: muundo wa tume au upatikanaji wa tume hiyo. Tume hiyo inahusisha viongozi waliowahi kuwa wahalifu au historia ya uhalifu. Mfano mzuri, kuna ndugu yetu aliyekuwa waziri wa ulinzi wakati anaitwa Salome Tax. Kipindi mauaji ya tarehe 29 Oktoba yanatokea, huyu jamaa alikuwa ni waziri wa ulinzi, lakini cha ajabu na cha kusikitisha, tumeshangaa kumwona ameteuliwa kwa mjumbe wa tume. Hivyo basi sisi kama wasomi hatutambui tume wala tutambui chochote. Asante. Kitu cha msingi cha kuongezea hapa, kutokana na uteuzi wa Salome Tax kuwa mjumbe wa tume, yaani ameshiriki kufanya mauaji alafu anateuliwa tena kuja kuchunguza yule kufanya mauaji. Wasomi sisi wa vyuo vikuu tunasema neno judges in causa sua, it means that you can judge your own case. Huwezi kuwa hakimu wa kesi iliyofanywa wewe. Asante. Sisi kama wasomi pia tunaamini kupitia elimu yetu ambayo tunaipata vyuo vikuu na vyuo vya kati ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia alikuwa hana uhalali wowote wa kuunda tume hiyo kisheria kutokana na sababu zifuatazo. Sisi kama wasomi tunaamini kwamba Daktari Samia amekiuka kifungu cha 3 cha sheria ya tume ya uchunguzi sura 32 kama ilivyoelewa 2023. Imeweka bayana mambo ambayo rais ana uwezo wa kuunda tume ili iweze kuchunguza kitu. Mfano mzuri kusoma katika hiyo sura imezungumzia kwamba mambo ambayo rais anaweza kaunda tume ili iweze kufanya uchunguzi yeye binafsi, mwenendo wa mtu yoyote katika utumishi wa umma, lakini pia mwenendo wa mtu yoyote katika serikali za mitaa na kadhalika, ukisoma hizo vifungu. Hivyo basi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa hana mamlaka ya kuunda hiyo tume ya uchunguzi na kuchunguza matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Sisi kama wasomi hatutambui uongozi. Mapendekezo yetu sisi kama wasomi, mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wasomi tunategemea tume isiundwe na rais, kwa sababu yeye ni miongoni mwa wahusika wa wahusika wa matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Jambo la pili, tunategemea uchunguzi huru ambao ungehusisha watu kutoka nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania, ikiwemo taasisi za dini, taasisi mbalimbali za kisheria, asasi za kiraia, taasisi za umma na kadhalika. Sisi kama wasomi tulitegemea tume ije na listi kamili ya watu waliohusika kupanga njama ya mauaji yaliyotokea Oktoba 29 na nani aliyotoa oda ya Watanzania kuuawa siku hiyo. Lakini pia sisi kama wasomi tulitegemea tume ingekuja na listi ya waliotekwa na sababu zilizopelekea kutekwa, lakini pia kwa nini vyombo vya dola vimekaa kimya. Leo huwezi kutoka hadharani, ndugu yangu Mheshimiwa Osman Chande ni jaji na mheshimu kwa sababu ni jaji wa Mahakama Kuu, lakini huwezi kutoka hadharani kwa na sababu za kwamba eti viongozi wa siasa, mfano Mzuki na Polepole, hadi kibao kina Mdude. Tunasema eti kwamba watu wametekwa kwa sababu ya mapenzi. Serious. Mzee Kibao ni mtu mzima kabisa na familia yake, ana watoto wa kutosha, mzee kabisa huyu, anatekwa mchana kweupe, hapo leo hii ndio kushoria kwenye ripoti kwamba huyu mzee aliteka kwa sababu ya mapenzi. Kwa hiyo kitu sisi kama wasomi hatutambui ripoti hiyo baadaye kuhusu mchana. Hitimisho, ndugu mgeni rasmi, sisi kama wasomi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati Mwanza tunaitaka serikali kutafuta namna ya kupatikana kwa tume
ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea Oktoba 29, na hiyo tume tunataka ihusishe watu kutoka nje au taasisi, mfano mzuri Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola na kadhalika, kwa sababu sisi wasomi hatuna imani na tume ya Jaji Osman Chambe kwa sababu imekiuka kanuni na taratibu za sheria. Kwa kusema hayo, nipende kwa kumalizia kuwa ndugu wasomi wenzangu, hili taifa linahitaji ujasiri, na ndio maana wazee wetu wa zamani walisema taifa litajengwa na vijana wasomi. Sasa sisi kama wasomi tunaona mambo yanatokea, tunakaa kimya, msitegemee kwamba kuna kikundi cha watu wenyewe kilitoa mwanga kitaenda kupigania hicho kitu. Leo hii mafuta yanapanda bei, wanapitisha miswada ya kupumbavu sana bungeni, lakini wasomi wamekaa kimya. Kwa hiyo sisi tunategemea kwamba kuna mtu mmoja yeye ndo ametoka na maisha, atatoka hadharani, yeye ndo atatekwa kama Nyang'hule, atatekwa kama Kibao, atatekwa kama watu wengine wanapotekwa, huyo ndo atakuwa sadaka. Si sahihi, hakuna mtu wa kafara anayetoa kafara. Na ndio maana anasema shujaa mzuri ni yule sio anayefia vitani, bali anayekomboka kutoka vitani. Hatuwezi kukuta shujaa wakati hiyo umefia vitani. Sasa tutakuta shujaa, tunaweza kukuta shujaa wa Amerika. Kwa kusema haya, nipende kumpa salamu pia anayejiita rais wa TAHLISO, wanamuita Kiliba si Kiroba. Nipende kumpa salamu asimame kutetea taasisi ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati nchini Tanzania, asisimame kutetea Chama cha Mapinduzi. Yeye yuko pale kwa ajili ya kuwasemea wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati Tanzania nzima. Sio rais wa TAHLISO anasimama hadharani anaweza kuambia mama asemewe, kinyume Chama cha Mapinduzi, rais wa TAHLISO. Kumbuka TAHLISO ni taasisi ambayo inajitegemea, haitakiwi kufungamana na upande wowote ule. Kwa hiyo tunashangaa sana rais wa TAHLISO unatoka hadharani unaona kabisa eti unaona na taasisi mama asemewe, mwenyekiti rais wetu wa TAHLISO. Kumbuka TAHLISO ni watu wa vyama mbalimbali, kuna ACT, kuna Chadema, kuna CUF, vyama mbalimbali kwa msaba wao kwa TAHLISO. Sasa kama rais wao wewe wanakuona umeshaunda kamati ya mama asemewe na wewe ndio mwenyekiti Chama cha Mapinduzi kabisa, wewe kama unajua haki yake ACT, CUF, NCCR na nyuma zao. Kwa hiyo ndugu wasomi, naomba tuanze kupigania nchi yetu, na haya wao vile tunaweza tunamaliza, tunahitaji kusimama mbele na kupigania katiba.